wa Jamhuri yetu ya Kenya, gavana wetu wa kaunti ya Nakuru, gavana wa Murang'a, viongozi wote na waheshimiwa, mheshimiwa mmoja peke yake wetu anaitwa Karemba, tumuliruiruega. Huyu ndiye mheshimiwa ambaye alitufungulia barabara ya kuingia bunge. Sasa tunajipanga. Next time tutakuwa na governor, the other time hata sisi tutataka Wakulino mtupee deputy ndio tuweze kupata kiti kubwa. Deputy mkimaliza na deputy president wako, wakati wengine wanajipanga, wakumbuka Wakulino hata nao wako kwa laini. Si au tiega. Mheshimiwa Rais, nachukua muda mfupi sana kwanza kukushukuru kwa sababu ya kuja kwa hafla hii yetu ya Wakulino. Na tukushukuru sana kwa sababu mchango wako katika hafla hii ni mchango mkubwa sana. Umeweza kushirikiana na sisi pamoja na deputy president wako na kuhakikisha kwamba hatujabaki nyuma. Hii ndio serikali ya kwanza, ya pili, kwa sababu serikali ya kwanza ambayo ilipenda Wakulino vile umewapenda ilikuwa serikali ya hayati Mzee Jomo Kenyatta. Alikuwa anaita Wakulino waende State House wakakunywe chai. Na agent yake mkubwa ya kupeleka Wakulino huko alikuwa anaitwa Keheka Kemani. Vile saa hii muko na deputy na muko na Karemba, au wakitushika inakuwa vile wale walifanya. Kwa hivyo tukushukuru sana kwa sababu ya mchango wako na deputy wako na kuweza kufanya tufaulu katika hafla hii. Jambo la pili, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali yako, kwa sababu wewe na serikali yako mkiwa na deputy president akiwa mtu yako ya mkono, ile kitu yote tunapata ni mkono wa serikali yako. Umetupea wanayuthi wa National Service wakiwa na viremba 32. Umetupea vijana 5 kwa KWS ambao saa hii wako huko Manyani training na wako bado na ile kiremba. Si tupigie president mkono. Ya 4, umetupea madirectors 5 ambao wako, na tunajua sisi tunakuamini sana. Unajua ukiwa na watu wawili, na unajua nyinyi Mungu aliwajua nyinyi na deputy president. Unajua mtu yule anaweka nyororo kwa nyumba ni mama. Nyinyi wawili nyororo iko mguu ya maombi. Sasa nyinyi hakuna mahali mnaweza enda mbali kama Mungu hayuko. Nyinyi ni washirika wakuu wa Mungu ambaye tunaomba. Sisi tuwapigie makofi. Mheshimiwa Rais, tunakuomba. Tuko na vijana wengi sana wako pale na tuna wengine wako hapa. Simameni juu. Simameni juu. Simameni juu tu. Wale wako huko. Mheshimiwa Rais, sisi zamani hatukuwa mpaka tunataka mambo ya mashamba hata pesa. Iko wimbo tulikuwa tunaimba, ng'ombe nambo linambia itire na vata. Tukimba hiyo hata ng'ombe hatutaki. Lakini baadaye wazazi wetu tukawaambia, ingawa sisi hatukusoma, waturuhusu sisi tusomeshane. Wako hapa Ketiti nchini ndio wameweza kuomba siku hii. Hao ndio wazazi wetu ambao wameanzisha hii dini ya Wakulino. Na watu wengi mpaka kina huyu senator unaona huko Nyandarua anasemanga walitoa viremba ndio wapate kazi. Ile mtu peke yake alikaa na kiremba na kuwe mkubwa, Karemba peke yake. Lakini Roho Mtakatifu akiingia kwa hii ama yako hii wale waheshimiwa wazazi wao ni watu wa Kulino, utabaki bila mtu hapo kama mzazi wake hana kiremba. Mheshimiwa Rais, tunakuomba. Tuko na shida na tungekuomba sana. Vijana wetu sehemu nyingi hawajakubaliwa kuingia kwa serikali. Umetufungulia mlango. Turuhusu tu Mheshimiwa, kwa serikali hii yako na deputy president, wakiandika askari, chukulia sisi hata kama ni 10. Wakiandika jeshi, chukulia sisi hata ni 10. Wakiandika hii watu,
hao watu. Na Mheshimiwa Rais ukisimama hapo, kwa sababu najua hujaona, tumejaa mpaka mimi nasikia wengine wamefungua kwa geti huko. Sasa sijui watasikia hii microphone wafungulie hawa. Hakuna watu hapa. Leo ni Wakolino. Leo ni Wakolino. Hii mkutano ni ya Wakolino. Na Mheshimiwa Rais, tumekuwa tukikusii sana. Usivute mtu kazi, hapana. Lakini wale unaandika ndani, uachie zi 10%. Waandika watu 9 na Mkolino moja. Na unajua hii sheria hii mnapeleka watu kotini. Wakolino hawaendi kotini. Ukikosa tunaweka kilemba chini. Kazi inapotea. Sasa ili utumishe kilemba lazima uhakikishe mambo inaenda vizuri. Jambo hilo lingine, tusaidie kwa hawa graduates ambao walikuwa wamesimama. Kama kuna kazi kidogo kidogo, na hiyo tutaomba gavana wetu Madam Susan, hata wale kama wako Nyandarua. Yule Mkolino wetu mmoja amejaribu kusimama. Hata naona kama sijakosea gavana wa Tharaka Nithi ako hapa kama sijakosea. Tusaidieni, ukiona mtoto wetu mmoja amesimama akianguka, next time atapita. Chukulia sisi, tuache mambo mengine kuachia rais peke yake. Nyingine ni kwamba tuna kijana hapa, Mheshimiwa Rais. Huyu ndio Mkolino wa kwanza kwenda China na kushinda. Hako wapi kijana? Udoka magari yenyewe ukaa. Anaogopa kwa sababu yeye ni askari. Sasa tunastaki kwa mdosi, sasa inakuwa shida. Ngoja tu, shida ikishatokea lazima tuseme ukweli. Huyu kijana wetu ni ofisa wa GSU na hii Kiremba. Na serikali yako ndio imetupea akiwa na Kiremba. Alienda China akashinda mbio. Akarudi hata hako na kikombe iko hapa. Ameletea Wakolino. Na saa hii anahitajika kwenda. Hakutaka tuseme, alisema tukisemea hapa tunavuja protocol. Tukamwambia rais akiwa hapa na ni baba yetu, sisi saa hii hatuna protocol. Sisi ni kusema shida yote kwa baba. Mheshimiwa Rais, saidia hii kijana apate fare ya kwenda Pocho kwa kibia rudi, ndio tupate Wakolino wengi. Thank you sana. Mheshimiwa Rais, sisi hatuna mambo mengi ya kusema. Naona ni kumaliza na maliza. Tunasema hivi, hii serikali ndio serikali yetu. Serikali ambayo tumewaunga mkono ili tusaidie kwa miaka 10 yako na mjipange kwa hiyo miaka ingine 10 pia. Lakini mimi naomba nikiketi chini, vile tumesomea maandiko hapa ya amani leo, unajua kuna watoto ambao wakiona baba na mama hacheki, wanaenda kuuliza mama na baba wanaulizana nini. Sasa kwa hii serikali yako, hii vijana ambao ni wajuaji wafupishe kujua. Baba haulizangwe mnaulizana namna gani na mama. Na mama haulizangwi mnaulizana nini na baba. Nyumba ni ya baba na mama. Na ikiwa ya mama na baba, amani iwekwe, tuendelee mbele na wao vijana wao. Kwa sababu sisi ni wazee na hatutaki kiti. Waambie waache kutafuta viti sahi. Watafute viti kama umefanyia si kazi. Hii serikali tuipe muda, na Mungu amekupea muda na amepea muda wewe ili utufikishe mahali hatukufika. Jambo langu la mwisho ni kwamba Mheshimiwa Rais ulituahidi shamba. Na nikuambia wewe ndio mhubiri mkubwa sana kwa Wakolino sasa. Umevunja record. Kwa sababu huyu kijana watu wanauliza tukitaka kupeleka yeye kwa GSU afanye nini? Tunamwambia tuliombea Wakolino wapelekwe. Kwa hivyo funga kilemba alafu uende. Sasa vilemba imeanza kurudi. Watu wameanza kufunga vilemba ndio wajumuishwe na Wakolino. Kwa hivyo ile shamba ambayo ulituahidi Mheshimiwa Rais, hapa kuna mabishop zaidi ya 300. Na mimi ningetaka tuambiane ukweli. Wasimame kidogo. Simameni juu. Ugama ina iguru. Hawa ni mabishop wote wetu. Wametoka county 16. Na tumeunda kamati ya hawa mabishop kwa ile shamba ambayo ulitupea. Na ukatuahidi utatujengea shule na utatuwekea inaitwa nini? Unajua kizungu na iko shida kidogo. Hapana, inaitwa nini ya kulala? Hostel.
Ndio Wakorino tuanze hapo. Tuliunda kamati ya mabishop kutoka kila county. County ya Nairobi, mwanakamati ni Archbishop Petro Kambuyu, mkono juu. Murang'a ni Archbishop Ibrahim Ngige, mkono juu, songa juu kidogo. Wacha president amone, hii maneno tumalizie hapa. Nakuru ni Bishop Daniel Dhuku, ambaye pia ni chairman wa SACCO. Kiambu ni chair Bishop Zakaria, hako wapi? Zakaria, songa mbele tu. Najua nataka president pia aone ni kina nani. Hii ndio kamati ambayo tumechagua ikiwa kamiti ya shamba. Ndio siku moja utupea appointment, na sisi hatuna ubaguzi. Hata wale walikuwa wako ndani wakuje tushirikiane tusonge mbele. Hakuna mtu anataka kutupa. Ile kitu peke yake tunaomba Mheshimiwa Rais isiandikwe limited. Ikuwe na hii kitu kingine inaitwa trustee. County ya Kiambu ni Zakari. County ya Uasin Gishu Bishop Aaron Njoroge. County ya Meru Bishop Rutere. Bishop ako wapi? Haya, kama ako anasikia. County ya Embu tumeweka Archbishop Julius. Ako? Kama hayuko, yes, wako. County ya Tharaka Nithi tumeweka Pastor Shadrack. Pastor Shadrack. County ya Kirinyaga tumeweka Bishop Daudi kutoka Kirinyaga. Ako wapi? Toke pande hii. Toke pande hii. Lakini tuweka ile igogo nali tukiteti wega. Thank you. County ya Nyeri tumeweka Bishop Isaac. Bishop Isaac toke pande hii. Mera ndo reginya deputy president wito one kwa mundu wa kumanyire kwao. Yes. County ya Laikipia Bishop Wajona. Bishop Wajona yo huyo, mfungulie njia. County ya Trans Nzoia Bishop Ibrahim Kamau. County ya Kericho Bishop Jackson Kipyegon. Very good. Tumpigie makofi. County ya hizo ni county 13, na katika kamati hii wakiwa 13 tunaongeza national coordinator ambaye ndio huyu, na national patron ni mimi. Tunakuwa kamiti ya watu 15, na ile kamiti nyingine iko pande ile. Hatutaki kufanyia Mheshimiwa Kalemba kazi ikuwe ngumu. Leta hao, hata tukiwa 21 hatuna shida, bora sisi tunataka hii kitu ikuwe inaendelea. Tusifungie president na mambo ya makesi, na hatutaki tuachie hii shamba watu ianze kugawana ploti. Unajua mambo ikiwa Nairobi sisi tunashangaanga, lakini siku hapo pigia wa makofi na wakae chini. Kwa hayo machache na mengi, Mungu awabariki rais wetu na naibu wake, gavana wetu na viongozi wote. Mungu awabariki, awadumishe na awape neema itokaye kwake. Mungu awabariki.